Ni vipi watu wangu, hapa ni Captain Ngala mwenyewe, na leo nimeweza kupatana na msanii ambaye anainukia. Niko naye hapa kuongea mawili matatu kumhusu safari yake ya mziki, ni wapi alipotoka na kwa nini akaamua kuingia kwenye mziki. Kwa hivyo wewe hapo kamkawakula, tumlete msanii wetu tuweze kuongea naye. Vipi bwana Josnar? Poa sana. Fresh, sijui wewe hali zako? Mimi nashukuru Mungu niko poa. Karibu hapa kwenye mahojiano yetu. Shukrani sana. Kwanza ungependa utuambie jina lako halisi ni nani? Okay, mimi naitwa Joseph Ngari, hiyo ndo jina liko kwenye ID yangu. Ila kwa jina la muziki mimi naitwa Josnari. Ni kama ni tohoa tu from the word Joseph Ngari, nikaita tu Josnari. So ni hapo. Wewe ni mwanamuziki unayeinukia kwa sasa? Naweza sema hivyo. Kwa nini ukaamua kuingia kwenye muziki? Music was my dream. Yes. Na since kipindi niko shule nilikuwa naimba. So kwanza muziki ulianza ukiwa shule. Ulikuwa unakumbuka inaweza kuwa ni mwaka gani? It was 2014 hapo. Ndo ni mahali nilikuwa naanza kuimba. By that time nilikuwa sijajua kama kuna mambo na studio. Nilikuwa tu naimba vile, kama ni tune imekuja naimba, alafu inapotea tu hivyo, kwa sababu sikuwa na mahali ambapo naweza record, na by then sikuwa na simu, na kipindi hicho pia nilikuwa mdogo sana kiasi kwamba hatukuwa tunaruhusiwa kumiliki simu. Okay. So safari yako imeanzia tangu 2014 mpaka saizi. Na 2014 mpaka saizi umeweza kurekodi nyimbo ngapi pengine? Niko na nyimbo nyingi, zinafika kama zile ambazo ziko kwa YouTube ni 7. Nyimbo 7. Hadi sasa ambazo ziko kwa YouTube. Na kuna nyingine kama 5 sijaziweka kwa YouTube. Kwa sababu huwa napenda nikitoa audio nifanye video. Ndio niweke tu. Sipendi sana kupost audio tu kwa YouTube ama kwa mtandao. Okay, ni kitu gani ambacho kilikusukuma mpaka ukaingiza kwenye muziki? Naweza sema muziki pia ni kipaji. Sasa unapata unaweza kuwa uko mahali unafanya kazi, ni kama ukajishtukia tu unaimba, na unaimba wimbo ambao hujui. Unaweza kuwa unaimba kitu ambacho hujui, ni tune tu imekuja kwa akili na unaenda tu hivyo hivyo. Sasa ilikuwa ikienda hivyo hivyo, mwisho nikawa pia najifunza kupitia kwa wasanii wengine. Nikisikia wimbo hivyo wa msanii fulani, basi nita target kabisa hapo. Kwa mfano niseme kwamba hii wiki nitahakikisha nimejua hii song zote na niwe naweza kuipresent. Sasa nikawa hivyo nikiimba nyimbo za watu hivyo mpaka nikajishtukia mimi niko na ule uwezo wa kuandika wimbo wangu. Hivyo ndo safari hapo. Na nyimbo yako kwanza ilikuwa gani? Kwa sababu kuna wale mashabiki zako pale nje na na wengine wanakujua na wengine pia kwanza ulikuwa gospel wakati niko chuo, that is 2018. Hapo ndo nilirecord wimbo wangu wa kwanza kwa studio fulani ya jamaa ni jamaa ambaye anaimba na Mombasa. Tulikutana Malindi, tukasunda hapo, akaniambia kuna studio, kwenda hapo kwake. Nakumbuka hiyo siku hata alinipa beat, kwenda hapo kuimba. Nilienda hapo akanipa beat, akasema fanya nyimbo. Onekana sikuiuza. Nilibaki tu kwa simu nikisikiza hivyo na familia, marafiki dogo, nikapotea hivyo. Umesema kwamba ilikuwa ni nyimbo ya gospel? Ilikuwa ni gospel. Kwa hivyo ulikuwa unaimba gospel mwanzoni? Niliimba gospel mwanzoni. Gospel niliimba karibu miaka 2. Nilikuwa napiga tu gospel.
wakati naimba gospel nilikuwa lakini sasa zile studios ambazo nilikuwa nakutana nazo hawakuwa unajua maproducer wetu wamezoea tu secular song. Sasa mpaka ukienda ukirecord gospel like yani unamkoroga, anajaribu kabisa, lakini unajua hii beat bana aside whether niimbe, lakini this is not the beat I wanted. Labda nilikuwa nataka kitu kingine, hii si ile beat ambayo nilikuwa naitaka. So nikajaribu gospel ya kwanza, gospel ya pili, ya tatu, nipende kama gospel nne, nikaona wacha nijaribu secular. Nikajaribu secular, kapigwa na beat poa kwa nikasema nikajaribu nyingine beat ikaenda, alafu yani nikaongeza secular kama yani inakuwa vizuri sasa poa kushinda zile gospel. Ndio nikasema let me stick here. But na gospel kali sana. Sasa kumaanisha kwamba gospel sasa kwamba umetoka kanisani, umeenda kanisa kabisa please. Kanisa naenda. Kanisa naenda. Sasa utaendaje kanisani na uimbe wimbo hapo sasa hazihusiani na najua kila mmoja ana hata mwezi pia anaomba Mungu. So anaweza kuwa anaiba mahali na kuomba Mungu acha niende na niibe na nirudi salama. So Mungu yeye hana ubaguzi ati huyu anaenda wapi, anaenda yeye anabariki. Kumaanisha sasa okay, sawa. Hebu tuimbie ili unataka wajue kwamba ni wewe Josnari. Sasa tuimbe hapo moja ili hebu tugusie gospel kwanza tu ili tujue kwamba wewe ulikuwa nakumbuka gospel ambayo nilipenda inaitwa My Lord. Hiyo ndio gospel la kwanza record na nikaona imenitia inaitwa My Lord. Ni nyimbo nilitunga wakati mgumu, ndio maana nikaita hilo jina My Lord, kwa sababu hapo nilikuwa ni safari yangu ya muziki. Ndio nataka yani ni kama nilikuwa ni safari, yani nataka kuanza safari. Ndio naomba Mungu wewe tangulia. Hiyo ndio song yangu ambayo kumaanisha hapo ndo kulikuwa na challenges nyingi sana hapo, ndio maana ukasema acha nyimbo nite My Lord. Unajua music pia si rahisi, yani ambayo wengi wanashindwa, lakini unapojitahidi pia na juhudi pia za Mwenyezi Mungu, basi unaweza ona tunafaulu. So ya muziki tu kama hivyo. Hebu tuimbie basi. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, milele. Oh my Lord, oh my Lord, I'll be with you my Lord, oh my Lord, milele. Hivyo ndefu sana kwa nimekora. Sasa umetoka gospel umeingia secular. Na hiyo gospel na secular umepokelewa vipi? Na kwa sababu sio rahisi kuchange na watu wakukubali. Especially kama unaimba gospel alafu uchange ghafla uingie huku kwa secular. Okay, ni watu wengi sana walikuwa wakiuliza maswali kama hayo, lakini mimi sahihi mpaka mtu akiniuliza unaimba nyimbo gani, naweza kumwambia tu ni gospel. Huku nilikuja kwa sababu ya hizo changamoto, ambapo ukiangalia paka muziki wangu wa gospel na secular kwa YouTube unapata gospel ziko na views nyingi kushinda secular. So naweza sema kwamba gospel kidogo ndo kuna watu wengi. Secular bado nang'ang'ana, lakini ukiangalia naweza release gospel leo nipate iko na views wengi, ambapo imeshinda labda hata nyimbo ambayo ni ya secular ni release labda 1 month ago. Kwa hivyo kumaanisha sasa ukiimba gospel mapokezi yake ndio atakuwa makubwa kuliko hizi nyimbo zinazonaimba sasa hivi. Sasa kwa nini usibase gospel ukachana na secular? Sasa nikipata producer ambaye anaweza piga gospel vizuri
Maproducer wako? Yeah, wako lakini wamebase na secular. Unapata paka ukienda pale una record, unapata na kupigia beats lakini unasema hii beat bwana. Mpaka hiyo beat inaenda lakini ikienda secular kiasi ya kwamba ya why mbona nisibaki tayari hivi, mbona ni wateste sasa, wacha tu nibaki hivi. But nikipata producer ambaye anaweza kupiga secular vizuri, nini gospel vizuri, basi naona nitastick tu. Ukitafuta producer wako, wewe sema hujawatafuta. Hiyo producer gospel wako. Okay. Sasa nyimbo yako ya kwanza ulipoacha gospel ukaingia secular. Nyimbo yako ya kwanza ulikuweka ile ulioimba secular ni gani? Inaitwa Naringa. Naringa. Yeah. Hiyo ngoma mpaka huwa nakaa mahali nasema kwamba nitaimba, lakini hii niliimba. Ni nyimbo ya kwanza ambayo nilipenda sana. Kwanza ilipigwa vizuri beat yake ikaniridhisha, alafu maneno ya